Ndugu mtazamaji, na tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Joseph Simon Chazi, kandidati wa shirika la Mtakatifu Agustino. Karibu tutafakari historia ya Mtakatifu Yohane Maria Vianney. Yohane Maria Vianney alizaliwa mwaka 1786 nchini Ufaransa, na alizaliwa kwenye familia yenye uwezo mdogo kiuchumi. Kwa hiyo haikuweza kumpeleka shule kusoma, lakini baadaye alipofikisha miaka 18 aliomba kwenda kusoma upadre, lakini bado baba yake alimkatalia, na baadaye alipofikisha umri wa miaka 20 alimruhusu kwenda kusomea upadre. Na katika masomo yake alikuwa na uwezo mdogo sana wa kiakili, hivyo hakuweza kuyaelewa sawasawa yale masomo aliyokuwa anafundishwa, na walimu wake walifikia hatua ya kukata tamaa. Na siku moja mwalimu wake aliwahi kumwambia, wewe ni punda kamili. Lakini Yohane Maria Vianney alijibu, kama Samsoni alishinda kwa taya tu ya punda, fikiria kama angekuwa na punda kamili. Jibu hili alilitoa kutoka kitabu cha Waamuzi sura ya 15 aya 15 hadi ya 16. Alikuwa anazihatiwa kwa namna hiyo kuitwa punda kamili kwa sababu ya uwezo wake mdogo kiakili. Alikuwa hawezi kufanya vizuri katika masomo yake. Lakini baadaye alipofikisha umri wa miaka 29 alipadilishwa kwa kigezo cha kwamba yeye alikuwa ni mwema sana, lakini kigezo cha masomo alikuwa yuko chini sana. Na alipopadilishwa alitumwa kwenda kufanya kazi, na hakupewa ruhusa ya kutoa sakramenti ya kitubio kwa sababu aliamini ya kuwa alikuwa na uwezo mdogo. Lakini alipofikisha miaka 32 walimpa ruhusa hiyo ya kutoa sakramenti ya kitubio, na alikuwa na kipaji cha kuweza kutambua dhambi ambazo zimefichwa na wale waliokuwa wanajongele sakramenti. Kwa hiyo alikuwa anawasaidia kuzitaja zote ili aweze kuwaungamisha vizuri. Na baadaye alikabidhiwa parokia kama paroko, na aliambiwa parokia ile watu wa pale walikuwa wameanguka kiimani, lakini yeye alitambua uwezo wa Kimungu. Alisema kwamba lazima afunge na kusali, kwa sababu pasipo kufunga au kusali, ile namna ya wale walivyokuwa wameanguka isingewezekana wao kuamuka. Kwa hiyo ilibidi asali, afunge kwa ajili ya waamini wake, na hivyo parokia yake ilipata maendeleo sana kiimani. Lakini baadaye mwishoni kabisa mwa maisha yake alianza kupata udhaifu kimwili, alizofika, na baadaye alifariki mwaka 1859 akiwa na umri wa miaka 73. Na wakati wa maisha yake aliwahi kusema ya kwamba chochote unachofanya bila kukitolea kwa Mungu hakiwezi kufanikiwa. Kwa hiyo mtakatifu huyu alipofariki alikuja kutangazwa mtakatifu mwaka 1925, na baadaye 1929 aliwekwa kuwa msimamizi wa maparoko wote duniani. Tujifunze nini kutoka kwa huyu mtakatifu? Lazima tujifunze unyenyekevu, tujibu pale ambapo inahitajika kujibu, na tukae kimya ambapo inahitajika kukaa kimya. Lakini pia mtakatifu huyu anaombwa sana na wanafunzi ambao wana uwezo mdogo kiakili. Lazima wamuombe mtakatifu huyu ili aweze kuwasaidia kunyanyuka kimasomo. Tumsifu Yesu Kristo.